sasa. Bila shaka utakuwa mgeni katika hii himaya, kwa sababu nikikuangalia hata muonekano unaonyesha. Vipi, umetokea wapi? Nahitaji msaada wako mkuu. Msaada wangu mimi? Huo msaada mimi sio kama nashindwa kuutoa, ila kuna baadhi ya vipengele ambavyo vinanibana. Kuna sheria ambazo zimewekwa na chifu kwenye hii himaya. Mgeni yoyote anayefika hapa katika hii himaya lazima apitie kwanza kwa chifu. Kwa sababu gani? Chifu akizipata hizi taarifa kuwa mimi nimekuhifadhi hapa bila taarifa yake, hapo naweza nikaingia kwenye matatizo makubwa. Kwa hiyo nenda kwanza kwa chifu. Hapana. Ukishafika pale, alafu baada ya hapo akishakuwa kasha kuona tayari, hapo ndo mimi nitakuwa na ruhusa zote za kukupokea. Bwana mkuu, na imani hata sehemu hii ni sahihi sana. Naomba msaada wako, na maumivu makali. Sina sehemu nyingine ya kusaidiwa. Niheshimiwe. Sasa Naomba msaada wako mkuu. nisikilize. Mimi nimekubali, ila baada ya hapa nitapeleka taarifa kwa chifu ili awe anajua. Msaidie bwana, mpeleke ndani. Sawa. Hili jambo limekuja kama ghafla. Inabidi kwanza niende kwa Magembe, niende nikampe hizi habari. Baada ya hapo tujue tunafanyaje, kama chifu tutaenda kumuelezea au tutaacha. Achi! 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 Safi. Nimewaita hapa ninyi wawili kwa sababu jambo hili linalotarajia kufanyika hapa ni jambo la siri sana. Ni jambo gani hilo mkuu? Katika himaya yetu ya Ngadu kuna ugeni ambao umeingia, na hatufahamu mgeni huyu ametoka wapi, na wala hatujui amekuja kwenye himaya kwa ajili gani. Sasa sijui tunafanyaje hapo ili tuweze kumpata mgeni huyu na tuweze kufahamu yupo katika himaya kwa niaba gani. Sasa mkuu, inabidi tumwangalie kwenye kioo. Sawa, itabidi tufanye hivyo. Sasa tunaweza kutazama hapa na tukajua. Sasa tunaweza kutazama na tukaona kitu gani ambacho kipo huko. Mkuu, mbona ni giza tu? Hatuoni kitu chochote hapa. Kweli ni giza. Jambo hili linaonekana ni gumu sana. Anaonekana ni mtu mwenye nguvu nyingi. Sasa inatupasa tuwe makini na tufanye upelelezi kwenye himaya. Mtu huyu yuko wapi?
Achi. 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 Leo nataka tuzungumze kitu kimoja kuhusu taarifa hii ya ujio wa huyu mgeni. Ndio. Kwa sababu amesema tusimwambie chief. Lakini hili jambo mimi naona halijakaa sawa kabisa. Kivipi Lazaro? Kivipi? Kwa sababu huyu mgeni afu chief tusimwambie. Umeona kwamba sisi wafanyakazi wake tunajua, alafu chief hajui. Huoni kama mbaya kwetu? Tamu alisema kwamba tusimwambie chifu. Kitu ambacho hakiwezekani. Chifu anabidi aambiwe kabisa. Kwa sababu kama ni mkubwa, anabidi aambiwe. Hapana Lazaro. Unajua mtaalamu aliposema tusimfikishie taarifa chifu, alikuwa na maana yake. Lakini ujue tunakosea. Tunakosea wapi Lazaro? Sisi ni vibaraka wake, tunabidi tumwambie. Hapana Lazaro, nikwambie kitu. Hii ni kazi yetu ya kulinda himaya. Sisi tunalinda himaya. Sawa, hata kama ni hivyo, lakini tumsikilize kwanza mtaalamu yeye kwa upande wake anasemaje. Kwa sababu sisi kama ni walinzi wa himaya, afu himaya inaharibika, sisi tunaitazama. Hapana, mtaalamu ana maana yake. Maana sio tatizo. Tatizo kumwambia chief. Ikija kugundulika kwamba sisi tunajua, alafu matokeo yake hatujazungumza chochote, huoni kwamba itakuwa hatari juu ya maisha yetu? Bora iwe hatari, lakini haiwezekani kiipo. Hapana kabisa. Swala hili inabidi niende nikamwambie chief. Haiwezekani jambo lile alijua mimi, alafu wewe unanikataza nisimwambie chief. Mimi jambo hili siwezi kukubaliana nalo kabisa. Lazima nikamwambie chief. Sikiliza Lazaro, nimekwambia hivi. Haiwezekani. Na hicho kitu ambacho unataka kukifikiria wewe, kitu ambacho kinawezekana kwangu mimi kumfikishia taarifa chifu tu peke yake. Kama wewe uniungi mkono, sina shida na wewe. Mimi naenda kwa chifu kumwambia peke yangu. Sitaki mjadala wa mtu yoyote. Sikia Lazaro, nikwambie kitu. Hapana. Twende kwanza kwa mtaalamu. Siwezi kwenda popote kwa sababu hizi taarifa moja kwa moja zina mzunguko ambaye siuelewi. Inabidi nikamwambie chifu mimi mwenyewe. Sawa, kama umeamua. Ni sawa, nimeshaamua kutoka moyoni kwa sababu hili jambo tunamficha chifu. Afu matokeo yake akija kujua sisi tutakuwa hatarini. Ila wewe ndugu yangu nakwambia wewe uelewi. Mtaalamu atakuja kukusaidia kitu gani kwa sababu chifu ndio kiongozi mkubwa. Haya, mtaalamu anakuja kukusaidia nini hapa? Uone kwamba utakuwa sio kibaraka? Uone kama utakuwa unatumikia taifa lako unaenda kinyume? Lakini unakumbuka maneno ya mtaalamu? Maneno ya mtaalamu sio chochote. Chifu ndo kila kitu hapa kwenye himaya. Mimi naongea, wewe unaleta usalao. Haya wewe ndugu yangu, wewe si mbishi. Endelea na maisha yako. Twenda turudi. Mgeni. Naona mazingira umeshaanza kuyazoea. Nashukuru mkuu, kwanza mazingira nayaona sawa. Angalau na mimi mwenyewe kwenye hali niliyokuwa nayo. Asante sana kwanza. Vipi? Unaendeleaje baada ya kutumia zile dawa ambazo nilikupa? Nashukuru bwana. Ndio. Dawa zimenipa imara. Sio kwa hali niliyokujia nayo. Ndio. Nilikuwa nahisi mwili wangu ulikuwa uko sawa kabisa. Zile dawa ni nzuri sana. Ukiwa na tatizo zinaweza kukusaidia. Nimeona kweli. Na kwa tatizo lako ndio maana nikakupa zile dawa. Nilikuwa na imani kwamba zitakutibu. Lakini kuna jambo moja
ambalo naomba kulijua kutoka kwako. Maana toka ile siku ulipokuja sikuweza kukuuliza. Iko hivi? Wewe umetokea wapi? Na hasa jina lako kamili unaitwa nani? Naitwa Mboma. Nimetoka kijiji cha Zebu. Umesema umetoka katika kijiji cha Zebu? Himaya ya Ngadu inapitia Mzizima, himaya ya Ngadu inapitia ukimya, himaya